Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Peter Karim. Ninakuletea ushuhuda huu mkubwa sana. Nimefundisha somo kwa habari ya ufahamu wa rohoni. Shetani anafunga watu ufahamu wa rohoni kwa njia mbalimbali. Lakini iko njia mojawapo kwa kupitia nywele. Nywele za utoto, mtoto anazaliwa wananyoa zile nywele, lakini pia nywele hizi ambazo watu wanakwenda kunyoa saruni. Shetani anafunga watu ufahamu, anawapandikizia mateso mengi kupitia nywele. Sasa nakuletea ushuhuda huu uweze kusikiliza mtumishi wa Mungu huyu ambaye yeye kipindi cha nyuma alikuwa akitumika katika ufalme wa giza na kufunga watu kupitia nywele, lakini sasa ameokolewa, anamtumikia Yesu Kristo. Sasa anakuletea ushuhuda huu ili uweze kusikia namna walivyokuwa wakifunga watu ufahamu, kuwatesa watu kupitia nywele na vitu vingine kadha wa kadha. Lakini pia unaweza ukaona kwenye Biblia Samsoni anafungwa kupitia nywele. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ile ya 16 utaona pale Samsoni anafungwa, Samsoni anateswa, anatobolewa macho, lakini mateso yake, chanzo cha kuondolewa nguvu zake ilikuwa ni nywele. Ziliponyolewa nywele zake ndipo nguvu zake zikaondoka na uharibifu kaingia kwake. Kwa shetani anatumia pia nywele kufunga fahamu za watu wengi, kushikilia maisha ya watu wengi. Twende ukasikize ushuhuda huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Bwana na kila wakati. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupigania na kutulinda mpaka sasa tulipofika. Bali ni kwa neema na rehema yake. Napenda kuwapa ushuhuda mmoja hivi. Napenda kutoa ushuhuda kwa takatifu Mwenyezi Mungu. Kipindi hicho sijaokoka, jinsi ambavyo tulikuwa tunatumia nywele kumfunga mtu, tunatumia mawigi, tunatumia nywele ya mtu, nywele yake mwenyewe tukiipata, jinsi tulikuwa tunafanya na jinsi tulikuwa tunayewisha yale mapepo ili kufanya kazi zaidi ya zile nywele. Namshukuru Mungu kwa kunitoa huko. Ninakumbuka haya maagano vizuri sana. Tulikuwa tunatumia mbinu yoyote alikuwa tukipata nywele ya mtakatifu katika saruni, akienda saruni kunyoa tayari. Anapoenda kunyoa saruni, kumbuka kule ni watu wengi wa mataifa. Ni watu wengi wa mataifa na wengine wanamfahamu, na wengine ni mawakala wa shetani, na wengine pia sio mawakala wa shetani bali ni malango ambayo tunaweza kuyatumia, watu wa giza, watu tunaweza kuyatumia kutenda kazi ya kupata kile tunachokihitaji. Mtakatifu yoyote anaenda kunyoa saruni, au mtu yote ambaye ametushinda, tumemtafuta, awe mchungaji, awe simasi, awe mzee wa kanisa, tulikuwa tunamkamata sana. Wengi wao tunakamata wakati wanapoenda kunyoa nywele, maana kikawaida tu hivi hauwezi kupata ile nywele. Yaani uweze kupata ile nywele wakati ananyoa au wakati wa nini, au tuseme kwamba unaenda kumuibia kichwani kumnyoa. Hapana, ni vigumu, kwa maana tayari moja kwa moja anakuta yule mtu ana ulinzi special Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yule mtu anakinga tayari, analindwa, sio dhaifu, analindwa. Sasa mpaka tupate kitu ambacho ni njia rahisi, au kutumia chanuo. Hizi chanuo za kuchanua hizi, maana mtu akishajichanua tayari kuna nywele pia unabakiga katika ile nini, unabaki katika ile chanuo. Tutumie njia ambayo ni ya ziada kupata, na kupata ile pia ni ngumu, kwa maana huwezi kwenda kwake kirahisi kuipata. Kwa hiyo tukao tunatumia njia ni nyingi ambazo kuweza kutumia kupata kile, ila zina gumu kidogo. Ila saruni inakuwa ni lango moja rahisi sana kwa mwanaume kukamata kile kitu. Tulikuwa tukizipata zile nywele, akienda saruni ananyoa, tukazipata zile nywele, tunaenda nazo. Zile nywele zinafikishwa moja kwa moja kuzimu, maana unakuta ni mtumishi wa Mungu pia anasumbua sana. Kwa hiyo tukishazifikisha, maana ni madaraja, yani mtumishi wa Mungu jinsi anavyofungwa inategemeana na daraja lilopo yeye, maana wanazidiana nguvu zao, sidia nguvu inazidiana. Kuna mwingine ni mchanga ila kuna mwingine amekomaa, yani kadiri ya uwezo wa nguvu zake ndivyo, na pia vifungo vyao vinazidi kuwa vinazidi kukaza zaidi. Kuna mtakatifu, nakumbuka kuna mtakatifu pia
tulikuwa tunakamata zile. Sasa tukishapata zile nywele tunaenda nazo moja kwa moja hadi kuzimu. Ukishafika kule kuzimu tunazikabidhi kwa machifu. Wale machifu ndo wanajua jinsi ya kuzitendea zile nywele. Baada ya hapo hivi ile nywele inapitishwa kwenye mashine ya dragon. Ikishapitishwa kwa mashine ya dragon inachukuliwa nywele ya mwanamke ambaye amekufariki. Yule mwanamke amefariki wakati wa kujifungua. Wakati ule wa kujifungua amefariki, kwa hiyo ni mfu tayari. Tunachukua nywele ya yule mwanamke. Pia tunatafuta na nywele, tunachukua na nywele pia mwanamke ambaye amefariki akiwa na mimba ya mapacha. Tukishaipata ile nywele ya yule mwanamke ambaye amefariki akiwa na mimba ya mapacha, tunaichukua ile nywele. Na tena tunachukua nywele ya mwanaume ya mzee ambaye ni mzee mwenye kipara, mwenye miaka kuanzia 70. Maana miaka kuanzia 70 kuendelea huko 70, 80, 90, 100 au ndo tunatumia. Tukishaipata ile nywele vyote vinapitishwa kwenye mashine ya dragon. Kwa tayari vinaingizwa maagano. Pale inachukuliwa kitambaa inawekwa sehemu ambayo ni madhabahu ambayo ya kuweza kuita mapepo yaje katika ile nywele ili tupate kufungamanisha na yule mtu ili apate ile kitu ile agano tunalolitengeneza pale lipate kushika na kutenda kazi. Baada ya hapo, baada ya kupitisha hivyo vitu kuvikamilisha hivyo, tunachukua ile nywele. Nachukua ile nywele vizuri, imeshatengenezwa madhabahu. Ikishamaliza connectiwe madhabahu, hiyo nywele inakuta ina kazi yake ya ile nywele kwa mtumishi wa Mungu inachoenda kushika. Inaenda kushika, yani inachoenda kukamata kabisa kwamba inakamata katika uharibifu, inakamata upande huu hapa, inakamata na upande ule. Inakamata ndoa ambayo ni maagano ya ndoa. Inakuja pia inakamata uzao wa yule mtu. Maana ndoa inakamata pia na uzao. Inakuja pia inakamata na akili ya mtu. Sasa kisha kamatwa akili ya mtu, pia kingine inakuja inakamatwa ufahamu. Ufahamu ambao ni ufahamu wa mtu katika imani na dhehebu lile analoabudu. Maana ni mtumishi wa Mungu pia na dhehebu lake, kama ni mchungaji, kama ni mwinjilisti, kama ni mzee wa kanisa, nakuja tunakamata maeneo hayo. Baada ya kukamata maeneo hayo, pia kuna mapepo pia ni lazima yanafukuziwa katika huo uharibifu. Hayo mapepo yanapofukuziwa katika huo uharibifu, kuna jini sharifu anahusika maeneo haya hapo. Jini sharifu yeye anasimama katika uharibifu. Kuna jini sharifu Ashlani na Maimuna na Swaibu Zina. Au tayari moja kwa moja ni mapepo ambao wanakuja kukamata maeneo haya hapo. Kuna Marina Moto, huyu mwenyewe ni pepo. Ni kwa ajili ya nini? Yeye mwenyewe anasimama katika kipengele sana anasimama katika kipengele cha uharibifu. Yani yeye ni mtu wa uharibifu, ni mtu wa kuharibu, ni mtu wa kuharibu kila anachokiona mbele yake. Sharifu yeye kazi yake akikukamata yeye anakuchenja akili. Unakuwa ueleweki, unakuwa ni mtu yani ni mtu wa hasira. Kuna hasira, yani kuna tabia moja kwa moja anaziinua ndani yako ili zipate kutenda kazi, ili usipate kutenda sawa sawa na Mungu yeye anapohitaji utende kazi yake. Unakuwa ni mtu wa hasira, kinajijenga kiburi, inajengeka dharau. Yani tabia zote chafu zinaanza kujijenga dhidi yako wewe, kwa maana huyu jini sharifu yeye ndo anasimama katika hicho kitendo. Kuna huyu jini mwingine anaitwa Hashlani. Kazi ya huyu Hashlani, yeye anapokuja kwako, yeye anakuja anakamata mwanamke anapoingia katika siku zake, anapoingia katika hedhi, anasikia maumivu, yani anakuwa ni mwenye maumivu makali, anamtesa. Anakuwa ni wakuteseka, yani maumivu hapa na kutoka damu mara kwa mara. Yani anaweza akaenda muda mrefu, alikuwa anaendaga siku 3 akashangaa anaenda wiki. Wengine wanapitiliza hadi wanaenda mwezi, wengine wanaenda hadi mwaka. Kwa hiyo kwa ajili ya uharibifu zaidi. Kuna huyu Maimuna na pia kuna huyu Swaibu Zina. Sasa huyu yeye anafuatilia maagano ya ndoa za majini. Yeye ndo sekta yake sana
wanaofanya kazi. Yeye anafuatilia maagano ya ndoa za majini. Ni kama yeye anakuja kukamata, yani unakuta mtu unaota unazini na watu mbalimbali, unaota unazini na baba yako, unaota hata kama ni mwanamke unaweza kuota hata unazini na kaka yako, kama ni mwanaume unaweza kuota hata unazini na dada yako, unazini na wapenzi mbalimbali ambao walishakuja katika maisha yako, ambao ulishakuwa nao, unaota unao. Yeye anafuatilia maagano ya ndoa za majini. Maana kuna wengi mno wanaingia katika mahusiano, anamwahidi binti vizuri, bwana mimi nitakuoa, nitanioa, sawa sawa, wanakubaliana vizuri. Inapofika wakati ule sema kwamba sasa wakati umefika, au watu wanakorofishana, au ile kile kusudi walikuwa wameahidiana walitimize. Na kati neno la Mungu linasema ndio yako iwe ndio, hapana yako iwe hapana. Na mkiahidi, ogopeni sana kuahidi. Kwa hiyo mtu anakuta tayari kashatea kutoa ahadi na hajaitekeleza, na mwisho wa siku wanaachana, kila mtu anafanya kwake, wanagombana. Kwa hiyo lile agano linabaki linaelea. Kwa hao mapepo wanakuja kuinua nguvu ya maagano. So ibozi naye anakuja kuinua maagano haya. Ndio maana kuta mtakatifu wa Mungu ila anazidi sana katika ndoto. Kwa tayari wamekama tufahamu kwa eneo hili. Sasa kuna huyu hapa, huyu Ashran, huyu jini akiingia katika maisha ya mtu, yeye anakuja kuharibu kila kitu. Yani mwanamke akiingia tu katika hedhi au akibeba mimba, ile mimba inaharibika. Kwa hiyo yule mtoto tayari ni mojawapo katika sadaka, ni mojawapo katika kafara ambazo zinatendeka. Haya yote ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ametokana na ile nywele iliyochukuliwa kwake, au haiza anatumia mawigi, anatumia vitu mbalimbali, anatumia vipodozi, anatumia nini, tayari hivi vitu na venye ni mojawapo katika haya mapepo ni lazima yawe navyo. Sasa kuna huyo jini, huyu Ashran, kuna jini mwenzake pia wanakuta wanaambatana naye Zamiat. Sasa hawa ndo wanatumika katika hilo agano la kuharibu mimba ikiwa changa na mwanamke kuingia kwenye hedhi, kuteseka. Hawa ndo wanakuja katika huu uharibifu. Kuna huyu Marina Moto. Huyu yeye yuko katika kitengo cha uharibifu. Yani yeye ndio wale watu wanakuja kukamata maisha. Yeye anakamata maisha yako. Unakuwa ni mtu wa kupanga mambo. Haya, ndio ukipanga bwana, leo unaweza kupanga kesho mimi nataka nifanye kitu fulani, au nataka nitende hivi na hivi na hivi. Nafika kesho kile kitu kabla hujakifanya kinaharibikia njiani, au bado hujakifanya ndio uko katika lile wazo, umewaza wazo zuri, ila inafika kesho kile kitu umesahau. Unaona mbona kawaida tu, acha tu niache, nitatenda wenda siku nyingine. Tayari hicho kitu unakuta ndio hivyo umeshaulizwa. Au unapata hela, unapopata hela yeye tayari amesimama katika maisha yako. Yeye tayari unapopata hela tu, ile hela unaitumia katika matumizi, yani unaitumia matumizi ya ovyo, unatumia matumizi mabaya. Yani tayari anakuja kwa kusonga kwa ajili ya uharibifu, anakuja kuiba kwenye maisha yako, anakuja kuharibu vitu. Yeye ni mharibifu. Kwa hiyo anakuja kuharibu, kuteketeza kila ulichonacho. Haya yote yametokana kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nywele. Pia kuna watakatifu wa Mungu, ni watakatifu ambao wamempokea Yesu, ambao wamelijua neno vizuri, ambao wamekubali kuacha mapambo, wamekubali kuacha yote. Ila kumbuka nyuma hawa watu walikuwa wanasimama, hawa watu walikuwa wanatumia mawigi, hawa watu walikuwa wanatumia mapambo mbalimbali, hawa watu walikuwa wanatumia vitu mbalimbali. Sasa hawa watu wanapokuja kujua kweli, kumbe kweli ni hii, na wanapoamua kuyaacha hali mapambo, kuyaacha mavitu yote, wanaomba toba, wewe Mungu anawasamehe. Ila kuna haya maagano hawavunji haya maagano kipindi hivi vitu wanavitumia. Hivi vitu hayavunja ya maagano. Kwa hiyo mtu atasimama kwa muda mfupi sana, atasimama, ila mwisho wa siku hawa mapepo wanaanza kufanya kazi tena, wanaanza mdogo. Unaanza kushangaa huyu mtu kile kimuemue kusema kwamba niende ibadani kinaanza kuisha, ile hamu ya ibada inaanza kuisha. Yani anatolewa katika mamlaka ya imani. Huyu mtu anaanza kuchukia ibada. Huyu mtu anaanza kuchukia, yani kusema kwamba ule muda wa ibada, ule muda kuingia kanisani, yeye anaanza kujenga chuki na ibada. Yani ikifika ule muda kusema kwamba leo ni Jumapili, siku za kwenda kanisani, yani yeye
anaona yani anakosa amani akienda kanisani, yani kuna ule mvutano, nenda usiende, nenda usiende. Mwisho wa siku anachoamua ni kubaki nyumbani, kwa maana tayari ufahamu wake umeshafungwa, tayari kaisha uishwa utihisho upo mbele yake. Kwa hiyo hawezi kwenda, kwa hiyo atabaki nyumbani tu. Atasema ngoja nisikilize ibada kwenye simu, nisikilize ibada kwenye tayari kanisani afanye nini? Aendi. Tayari uharibifu umeshakwisha kufanya nini? Umeshakwisha kupanda, kwa sababu akuvunja maagano. Anaanza kumchukia mchungaji huyu, kesho na kesho kutwa anaanza kumsema mchungaji wake vibaya. Yani anaanza kufunuliwa, tayari wameshakamata ufahamu. Kwa hiyo tayari kuna uharibifu unaanza kuingizwa mdogo. Anaanza kumuona mchungaji wake sasa kama ni pepo. Anaanza kumuona mchungaji wake yani kwa sababu ameshageuzwa akili, anaanza kuona kile cha mwanzo, mbona mchungaji anatenda vibaya, mbona mchungaji anatenda hivi, na kati mwanzo alifunuliwa kweli na Mungu mwenyewe na akaijua kweli na akatubu, Mungu akamsamehe. Ila kitu alichosahau akuvunja maagano hivi vitu alivyokuwa anavitumia mwanzoni. Hivi vitu baada ya muda vinatulia tu, ila kuna muda vitaanza kufanya kazi. Tena vikifanya kazi sasa vinakuja na nguvu mpya na utiisho mpya. Huyu mtu atarudi nyuma kule alikokuwa, ataanza kumsema mchungaji vibaya. Kwa hiyo unapoanza kumuona mchungaji mbona yuko sahihi, kwa hiyo wale waumini wanaanza kuinuka dhidi ya mchungaji. Wanapoanza kuinuka dhidi ya mchungaji na watu pia wa pembeni walikuwa wameshaamini. Hasa hao watu wanapokuja kuinuka na ni watakatifu wa Mungu, wanaabudu hilo kanisa, wanapoanza kuinuka tayari wakianza kuwashuhudia wengine, tayari huku kanisani pia tunaanza kuwashambulia wazee wa kanisa, tunaanza kushambulia masemasi. Kila mtu anainuka na kioja chake, kila mtu anaanza, mbona fulani alikuwa vizuri, fulani alikuwa anajifunza neno, alikuwa ni hivi na hivi. Yote hayo yanatendeka ili kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mafarakano. Watu wanapoanza kuongelea yule mtu vibaya, yule mtu tayari watu pia wanaingia kwenye dhambi, kwa maana neno la Mungu linasema mwenzenu mmoja akikengeuka mrejesheni, mumuombe. Sasa watu muombea tena, watu wanasimama wanajiuliza maswali. Wengine wapo ambao wanakasirika ndani, huyu fulani kwa nini afanye hichi kitu, kwa nini aseme hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo yale maneno moja kwa moja yote ni mbinu ya kumkamata mchungaji. Mwenye shida ni viongozi. Hawa wote wanatumika tu kwa sababu dhumuni na nia kubwa ni kiongozi wao. Kwa hiyo kiongozi wao naye akiinuka tu, yale maneno akimuuma, akiinuka kujibishana, tayari pale ameisha. Yani pale tayari mambo yameisha. Kanisani linaanza kutafaruka, tayari unatupwa mshale wa kushambaratisha kanisa moja kwa moja. Wanainuka wazee wa kanisa, wanainuka masemasi, wanainuka wengi sana, wanaanza kuinuka, wanaanza kutupiana maneno wenyewe kwa wenyewe. Mwisho wa siku wanaanza kugombana. Tayari ufalme wa anga, wakuu wa uwezo wa anga Arshomiri tayari anashusha mnara wa majini, unatawala. Uharibifu unaanza kutawala kanisani, wanaanza kuuisha roho za wizi. Mara kesho hichi kimepotea, watu wanaingia katika maombi, anaoteshwa mtu ndoto, nimemuota fulani kakichukua kile kitu. Kwa hiyo moja kwa moja wanaanza kufarakana wenyewe kwa wenyewe. Mwisho wa siku mchungaji ndio hivyo anarudi, mchungaji anaachana mambo ya kanisa, anaendelea na kazi zake, au anaendelea, wengine wanaenda kwenye makanisa wanaganyika, tayari kanisa limekufa. Pasipo mchungaji kuwa na Roho Mtakatifu na kutuliza akili yake, anaanguka kwa namna hii. Kwa hiyo ni moja kwa moja kwa tunafanya hivyo ili kuwateketeza watumishi wa Mungu ambao ni wasumbufu. Pia kikubwa zaidi, pia katika watakatifu wengi pia tuko tunakamata katika, maana kuna watakatifu wengine mkuta kweli ameacha kila kitu, kasimama vizuri na Mungu, atumii mapambo, atumii nini, ila wengi mno tulikuwa yani mtego mkubwa ulipokuwa, mtego mwingine ulipokuwa umekuwa katika mafuta, vipodozi hivi. Maana unakuta mtumishi kaacha mapambo, kaacha kushuka, kafanya nini? Ni lazima atajipaka tu mafuta mazuri, lazima atajipaka tu vitu vizuri, vipodozi virainishi vya ngozi nini, yani atatafuta kiperfume nini, atapulizera nukie vizuri. Maana vingine hivyo kaachila hivi, kwa wanawake wengi ni vigumu kuacha. Kwa hiyo hivi tayari vinakuta vina mapepo special kabisa, vipodozi vingi sana, tayari
special kabisa, vina mapepo. Huyu mtu anapokuja kuvitumia vile vitu, vinaanza kumfuatilia, vinaanza, yani ni kama anatengeneza agano jingine la kumkamata, la kukamata nafsi yake, la kukamata ufahamu wake. Tayari mtu tukishampata katika hivi vitu, akishapatikana hivi vitu, maana vitu chochote cha kuzimu wewe ukikitumia, tayari taarifa moja kwa moja connected, jina lako linajiandika moja kwa moja kuzimu. Kwa maana mtumishi wa Mungu yoyote aliyosimama na Mungu vizuri katika kweli, wachawi wanamhesabu huyu mtu tayari kaisha kufa. Yaani katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza, tayari kaisha kufa. Kwa hiyo kazaliwa upya katika nuru. Sasa huyu mtu anapovitumia hivi vitu, Mungu anamwacha. Mungu anapomwacha, moja kwa moja jina lake kule kuzimu linajiandika. Kwa hiyo linapojiandika, kwa automatically tu linajiandika. Kwa hiyo linapojiandika, kwa wachawi wote, moja kwa moja tunapata signal kwamba tayari huyu mtu kafungua mlango. Kwa hiyo inabidi sasa tucheze naye. Tayari ruksa iko juu yetu. Huyu mtu tayari yale mapepo ambayo yalikuwa katika hivi vipodozi, kina Swaibu, kina Swaibu Zina, kuna Haslan, Zamiati. Kwa hiyo mapepo Marina Moto, kwa hiyo mapepo moja kwa moja yanakuja yanamkamata yule mtu. Yanapomshika huyu mtu, yanamtoa katika mamlaka ya imani yeye na dhehebu analoabudu. Huyu mtu anaanza kubadilika, yani mdogo mdogo. Alikuwa ni mpenda ibada, alikuwa ni muombaji, alikuwa ni muonaji sana. Hivi huyu mtu anaanza kujengeka kitu kingine upya zaidi ndani yake. Alikuwa katika ndoa yake ana amani, ana furaha, anakuwa ni mtu wa kulia ni shida. Anakuwa ni mtu kila siku anaibuka na kioja kipya, kila siku anaibuka na jambo jipya. Yani ni mtu ambaye anaanza kujengewa kimuemue kutoka ndani. Ni mtu ambaye anashindwa kusimama katika uthabiti unaohitajika. Kwa hiyo moja kwa moja huyu mtu yale maroho yanamkamata, yanambaa huyu mtu anaanza kupenda. Yani kuna vitu alikuwa havitaki, na kweli Mungu alisaidia vikao vimeondoka, ila vinaanza kurudi. Yani akisikia hata bongo inapigwa na yani automatically tu ndani ushawishi unaanza kujengeka. Mchungaji akihubiri kugusa eneo la dhambi, hapa ndipo kuna shida. Mchungaji akihubiri kuhusu ukweli, huyu mtu ndani anaanza kujenga maswali, anaanza kujenga hoja dhidi ya mchungaji. Yale mapepo tayari yanamletea taswira ya watu wanaoishi duniani, kwamba mbona fulani watu wengi wanafanya hivi, mbona huyu anafanya hivi, mbona wanafanya hivi. Yeye kipi ambacho yeye ana wewe unacho? Kwa maana wote mko sawa. Mchungaji yani anaanza kumtazama mchungaji kwa jicho jingine katika uovu, ila sio katika utukufu wa nani? Ila sio katika utukufu wa nani? Sio katika utukufu wa Kristo. Kwa hiyo tayari huyu mtu anaanza kujenga hoja, anaanza kuona mchungaji mbona kitu anachofundisha sio sahihi, mbona mchungaji anafundisha mafundisho ambayo sio sahihi. Kumbuka huyu mtu amerudi nyuma kwa kutumia vipodozi mbalimbali, kwa kutumia mafuta, kwa kutumia perfume. Sio kila perfume mtakatifu wa Mungu. Sio kila perfume mtakatifu wa Mungu ni kwa ajili ya manukato. Zingine ni kwa ajili ya majini, zingine ni kwa ajili ya mapepo, zingine zina utihisho ndani, ni kwa ajili ya kuita majini na kutenda kazi. Tayari huyu mtu anarudi duniani, anaanza kupenda kujifukizia hudi, anapenda anapenda kusikia, yani vitu vingi mno anaanza kurudia, ni kama mbwa matapika aliyotapika mwenyewe ameanza kurudia. Kwa hiyo huyu mtu tayari anageuzwa kuwa wakala kipofu, anaanza kutenda kazi ya shetani. Huyu mtu anaweza akaanza kutenda kazi ya shetani katika ushawishi wa kuwashawishi wenzake kuona kile wanachokitenda sio sahihi, au anaanza kufanya kazi ya shetani kile anachokitenda na wengine wakione kuwa ni bora, au anaanza kuwachonganisha wale watu, kuwagongesha vichwa ili hao watu wakasirike, wagombane, watoke katika ile mamlaka ile mamlaka imani. Sasa hao watu wakishagombana tayari kanisani wanaanza kujenga makundi, na wanapoanza kujenga makundi tayari wanaanza kufarakana, tayari wanashindwa kuelewana. Kwa wanaposhindwa kuelewana
tayari jeshi kuzimu linainuka hapo moja kwa moja, ngoja limeshaweka asilimia zote kwamba bwana tayari kanisa tumelipiga, tayari wanapigwa mshale wa mafarakano, watu wengi wanaanza kutolewa imani, watu wanaanza kurudi kanisani, watu wanaanza kujenga hoja dhidi ya mchungaji, wanaanza kumuona huyu mchungaji mbona sio sahihi, huyu mchungaji mbona anafundisha hichi, mbona wengine wanasema hichi, mbona wengine wanasema hichi. Kumbuka huyo mtu mwanzoni alikuwa analijua neno la Mungu vizuri sana, alikuwa ni muombaji sana, ila mtu sio akipiga goti ni dakika 3 hawa watu wanaanza kujengewa tayari. Yule pepo anapokamata fahamu za huyu mtu, anapokamata akili ya huyu mtu, kwa tayari yuko connected na madhabahu ya giza. Kwa huyu mtu tayari tunaanza kumuingizia ndoto za uongo. Huyu mtu anaweza kaota mchungaji ana mapembe yuko kanisani, yuko madhabahuni ana mapembe, au mchungaji kavaa kipenzi, au mchungaji yuko hivi, yani anaonyeshwa vile vitu katika ulimwengu wa roho sio halisia. Kwa hiyo tayari kaishabadilishiwa akili, kaishachenchiwa akili, anachokiona sio sahihi yeye, ila kwa ufahamu wa wale mapepo yanamjulisha kwamba unachokiona hichi ndicho sahihi. Huyo mtu moja kwa moja anaanza kuwachafua wengine, na wakati mwanzoni alikuwa ameshalijua neno. Huyu mtu anachokuta anakisema, akikukuta wewe akakuhadisia wewe ambao bado haya mavitu hayajakupata, unavomsikiliza tayari kuna nguvu ya utihisho inakuta iko ndani yake. Maana neno la Mungu pia linasema, neno la Mungu pia linasema kabisa kwamba maneno ya yule muovu ni kama mshari, maana ukikuchoma unaenda kubomoa yale yote. Kwa hiyo wewe na utakao ulisikiliza unabaki na maswali, utakapoanza kujiuliza tu maswali, kwa sababu tayari minara majini, minara mapepo, wachawi wameshasimika ngome yao kuwashambulia nyewe, wameshaangaliza kwenu darubini zote. Kwa hiyo wewe tayari moja kwa moja unaanza kukontroliwa na wewe katika ulimwengu wa roho, na wewe unaanza kuviona vile vitu kama sio sahihi ndani yako. Tayari unaanza kujenga maswali, unapojenga maswali tayari umetenda dhambi, tayari shetani tunaanza kukufuatilia katika uharibifu. Kwa nini? Hayo yote alianza nini? Kwa ajili ya vipodozi, kwa ajili ya mafuta, kwa ajili ya vitu mbalimbali ambavyo tumevitumia. Mwanamke umeacha mapambo, umeacha kusuka, umeacha nini, umesimama katika utakatifu, ila bado wewe una vipodozi, unajipodoa ili sura yako ikae vizuri, unapaka mafuta vilainishe vizuri, kumbe vile vimebeba uharibifu. Mwisho wa siku ndio maana ukuta ni mtakatifu wa Mungu, umesimama na neno vizuri, umesimama na kweli, ila kanisani maombi yakitokea unaanguka mapepo. Maombi yakitokea unajitokeza hizi, unakaa vizuri wiki moja, unashangaa tu wewe mwenyewe ndani unaanza kukosa amani, unaanza kufanya hivi na hivi. Tayari wewe tayari ile nguvu ya utiisho iko na wewe, kwa kuwa vile vitu ambavyo vilivyovitumia ni mtakatifu wa Mungu, umeokoka, umejua kweli. Na kingine ambacho kinawakamata watumishi wa Mungu, tuko tunawakamata sana, na ninachokuambia ni uhalisia zaidi, tuko tunawakamata sana katika picha. Ni mtakatifu wa Mungu, amejua kweli ya Mungu, ila bado huyo mtakatifu ametoka duniani, ila bado ametunza zile picha za zamani. Kumbuka zile picha zimebeba uharibifu, zina zile roho. Picha inabeba roho, ina zile roho. Kuna muda anaziangalia, anapoziangalia anasema ama kweli zamani nilikuwa nikipendeza, mnaniona zamani mimi nilipokuwa, zamani nilikuwa navaa hivi, nilikuwa nabaki hivi. Ndugu yangu, vile vitu unapokuta umebaki navyo tayari moja kwa moja ile picha ile picha katika ulimwengu wa roho, ile picha ni uhalisia wako, na ni wewe mwenyewe unasomeka kule uko vile vile ulivyo. Maana kingine pia katika ulimwengu wa roho, mtakatifu aliosimama na Mungu wote tayari wanachapa, maana wote tayari wana alama ya Kristo. Kwa hiyo wewe tayari ile picha pia ina roho za uharibifu, wewe unaiangalia. Unapoiangalia moja kwa moja ndani, ile nguvu inayotoka katika ile, tayari umeingia katika tamaa, umetamani. Kwa hiyo kupitia mawazo umetamani, maana umeangalia, umejisikia ni zamani kwa hivi, unampostia rafiki yako anasema ni jamani zamani ulikuwa unapendeza, ona sasa hivi. Kwa hiyo moja kwa moja uharibifu unazidi kukusonga, mwisho siku unatolewa katika mamlaka ya imani, unarudi mwanzoni ulikokuwa. Kanisani unaweza kutembea hivi, nyumbani unafanya hivi, unaweza kutembea hivi. Wengi sana walikuwa tunawashika kwenye perfume, kwenye vipodozi hapa. Sasa nini kifanyike? Unapokwenda kunyoa nywele saluni, au unapokwenda kunyoa watoto wako, ombea zile nywele zinazonyolewa pale, kwa sababu shetani anatumia
kuchukua hizo nywele katika ulimwengu wa kutokuonekana. Unapoombea na kuzifunika kwa damu ya Yesu, shetani hawezi tena kuzibeba zile nywele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.